Sasa hapa kama mnataka tugane majengo ya serikali, mimi mnanipeleka polisi. Wewe waziri, nashukuru kwa kutujengea minara. Oe. Linzi oe. Watanzania tumekuwa ni wastaarabu. Watanzania wakati wote tunaheshimiana. Ukiwa na tatizo, kiongozi amekuja, ukiipeleka tatizo lako kwa lugha rafiki, hakuna kinachoshindikana. Nimekuja kukagua hali ya mawasiliano na sio kumpeleka yoyote polisi. Kwa hiyo babangu, kama umepata shida kwa miezi 10, kwanza nitangulize pole sana. Ndio sasa waziri. Ujumbe umefika. Ukiwa na machungu, baba yangu. Hasa kwa nini ufungwe? Sasa ninapokuambia, ngesikiza kwanza waziri nikwambie swali. Mimi nimeshakuelewa. Bwana wewe unakaa kule na ng'ombe unalisha. Mimi sina hata nguo, unachoniambia nini? Tangu amenikimbia walinzi, sijaiba kitu chochote. Hapa nalinda kwa mazingira magumu. Sijui hapa mapolini. Wewe waziri hata nikukabidhi funguo ulinde sasa hivi. Sijui nani mwajiri wangu. Sielewi, mimi nipo hapa sina. Hata mbwa umemfunga, umemkimbia, hana chakula. Anaishi vipi? Mpaka mnanikuta nimekondea, nalingana na nyie. Tuangalie tu mimi nilivyochakaa hivi nalingana na nyie. Waziri wenyewe unaona wewe ni mama yangu, lakini unaona huruma. Sasa mimi nifanyaje? Ujumbe ushafika. Lakini leo huyu niseme ukweli. Mheshimiwa Naibu Waziri, umeweza sana hapa tukofika. Alipoanza ndugu yangu huyu na jaziba, mimi nifikiri utageuka. Na msemesha Kisukuma hakunijibu. Hakujua kama ni mbunge. Wewe mzee na wewe nyamaza. Lakini nakushukuru sana. Umeweza kusimamia swala hili na wenzetu wa Yas, na washukuru sana kwa kupunguza jaziba ya mzee kwa kulipa hiyo 500,000. Lakini naunga mkono maoni yako na sasa ni maagizo yako kwamba waliomkopa huyu mzee wamlipe. Tuwe current, tuendelee na kazi. Kwa jina langu naitwa Ibrahim Shabani Kazuba. Ninaishi hapa Ifucha. Nauliza swali langu ni kwamba sisi tuliopo hapa pembezoni mwa huu mlima, je, serikali inaweza kutusaidia kwa utaratibu gani kwa ajili ya ile mionzi ya mnara? Mzee kazungumza hapa juu ya mashaka ya mionzi inayotoka kwenye minara hii. Sasa kama mamlaka ya mawasiliano, wasimamizi wa sekta ya mawasiliano, tumekuwa tukifanya vipimo pia vya kuangalia mionzi yote inayotoka kwenye minara ya mawasiliano. Na niwahakikishie tu katika vipimo vyote vilivyofanyika ikiwepo Tabora, mionzi inayotoka kwenye minara yetu iko kwenye viwango vya chini sana ambavyo havina madhara kwa wanadamu. Kwa hiyo tumieni mawasiliano kwa amani, mwe na amani kabisa, hakuna madhara yoyote hapa. Dr. Samia anapotuletea miradi ya maendeleo namna hii, anataka wananchi muitumie kwa furaha. Lakini vile vile tumekutana na shida kidogo ya mwenzetu anayetulindia mali hii kubwa. Huu mnara ni wa thamani kubwa, ni zaidi ya milioni 300 zimelala hapo. Dr. Samia oye. Dr. Samia oye. Mawasiliano oye. Thamani ya milioni 300 porini hivi, mnapompata kakaangu kama Masanja analinda, sisi tunathamini. Kama serikali inaongozwa na mwanamke shupavu Dr. Samia, tunathamini walinzi wote walioko kwenye miradi yetu ya mawasiliano. Iwe porini, iwe mijini, tunawathamini. Ndio maana tumemsikiliza. Yeye kwa madai yake anadai kama milioni 1.5. Sasa kwa sababu sisi tumekosa mawasiliano na watu ambao waliingia nao mikataba, tumeweza tu kupunguza ule ukali wa machungu yake kwa sababu ya kuthamini kazi anayotufanyia kutuhakikishia huu mnara unabaki salama. Na niwapongeze nyewe wanaifucha. Ninaamini sio tu Masanja, lakini na nyinyi mnaulinda kwa namna moja ama nyingine. Ina maana vijana wenu, watoto wenu mlioko nao kwenye familia zenu, mmeongea nao waweze kuwa wastaarabu, wazalendo, ili pasitokee tatizo lolote. Nimeambiwa kuanzia material ilipokuwa yanakuja, simenti, kokoto, hakuna wizi uliofanyika. Tuendelee namna hiyo wanaifucha. Ifucha oye. Tuendelee kulinda miradi hii kwa sababu Mheshimiwa Rais anajibana ili kila kijiji kiweze kufikiwa na mawasiliano, na hatimaye na sisi leo tumeweza kupata mawasiliano. Tumeanza kuletewa mawasiliano na mtoa huduma mmoja kwa maana ya Yas,
Lakini pale kwenye miundombinu ukiuangalia, pamewekwa eneo ambalo watoa huduma wengine nao watakuja na wenyewe wataweka vifaa vyao ili muweze kupata mitandao ya aina mbalimbali. Dr. Samia oye! Mawasiliano oye! Kwa kupitia hili naomba niagize watoa huduma wote, hasa wale ambao wanaendelea kulinda hii minara yetu, wahakikishe wanalipa ujira wa walinzi kwa wakati, kwa sababu wanafanya kazi nzuri. Wahakikishe wanafanya usafi wa barabara hizi ziweze kuendelea kupitika wakati wote, ili wale wanaokuja kujaza mafuta kwenye generator zetu pale pindi inapotokea hitilafu fupi ya umeme wa TANESCO, basi mawasiliano yasikatike. Kwa hiyo ninawasihi sana wajenzi wote wa minara waweze kuhakikisha hali ya usalama inaendelea kuimarika wakati wote, kwa kuhakikisha kuwalipa ni posho, ni mishahara kadiri walivyokubaliana, na hawa walinzi wetu wawatendee haki. Mazingira ya kazi ni magumu, kwa hiyo mtu unapompa haki yake, basi yule naye anapata furaha na anaendelea kutulindia minara yetu. Ifucha oye! Ifucha oye! Dr. Samia oye!